naendelea na Injili. Injili sione aya Injili, kwa maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, iwe ni kwa Mnyambo, Mwaya, Mchaga, Msukuma, Mjita, Mua, kwa kila aaminie. Injili inatakiwa ilete wokovu kwake, na wokovu ukiingia, basi huyo mtu ni kutoka katika madhara yale ya dhambi, lakini pia na dhambi yenyewe. Naam, karibu sana, shalom watu wa Mungu tena. Basi leo tuendelee. Leo nitaanzia kwenye mchakato. Niliongelea kwenye kipindi kilichopita, nilisema kwamba wewe unaiamini Sabato sawa, unasali rozari sawa, unaswali swala tano, unafanya swala tano, asubuhi, mchana, sijui ngapi zinatimia, unavaa vitambaa sawa, unajistiri vizuri, safi kabisa, hautumii vitu vya bandia kama nywele za bandia, wewe ni mwanamke, sijui kucha za bandia, sijui vyote utumii. Lakini pia wewe unasali maombi marefu sana, lakini hauna matendo, yote ni kazi bure. Ndio huyo utakuja tunamwambia Kristo, ndio wao tutakuja tunamwambia Yesu kwamba sisi tulikuwa tunalitaja Bwana, tunatumia jina la Yesu, lakini tulikuwa tunatoa pepo kwa jina lako, tulikuwa tunawapa watu mafuta ya upako, tulikuwa tunawapa watu matumaini kwa kuwatoa mapepo. Lakini atatuambia kwamba hatujui, kwa sababu hatukuyatenda yaliyo mapenzi yake. Basi leo nizungumzie hiki kipengele cha kwamba imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo inakuwa imekufa ndani yake. Mtu hawezi kuja kukuambia ana baridi ukamwambia kaote moto ikaishia hapo tu. Lazima ufanye kitu, lazima umpe hata koti. Hiyo ndio imani na matendo. Leo basi ninasoma Yakobo 2. Tasoma kwa urefu kidogo. Tasoma kuanzia mstari 2 mstari wa 14. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Anayo imani lakini hana matendo, yafaa nini mtu akisema hivyo? Anayo imani lakini hana matendo. Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akamwambia, enendeni zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Yaani mtu amekuja kwako, ametuambia, amekuja kutuomba kwamba ana baridi au ana njaa, ukamwambia nenda kaote moto, nenda utulie, umwombe Mungu katika ulimwengu wa roho, chakula kitakuja, atakuletea mana. Unakuwa umemsaidia? Hapana. Ndio maana hapa anasema yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Kumbe imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonesha imani yangu kwa njia ya matendo. 19. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Kumbe imani bila matendo haizai. Imani bila matendo haifanyije? Haizai. Lazima tuwe tunaonesha na matendo. Lazima tuoneshe na matendo. Huwezi kuwa unatuambia kwamba mimi nimempokea Kristo, mimi naishi katika Yesu, anaangalia roho, lakini wewe ni mwizi, ni mchawi, ni mfitinichaji, una usuda, ni mlafi, ni mwizi. Alafu unatuambia mimi nina matendo, ni imani yangu, Mungu anaangalia
anaangalia mwilini. Kuna neno linasema kwamba tunahesabiwa haki kwa njia ya imani, lakini imani bila matendo imefanyaje? Imekufa. Akisema kwa kila aaminie ndo anapokea wokovu, kwa kila anayeyaishi matendo ya Kristo, kwa kila anayeyaishi matendo yake. Kumbe kuamini sio tu kusema kwa mdomo yakaisha, bali ni kuyatenda yale mapenzi, kutenda yale Kristo aliyokuwa anayatenda, kutenda hayo. Paulo anasema yeyote yaliyo ya kweli, yote yaliyo ya haki, yafikirini hayo. Lakini mstari wa 20, lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Isaka, unaona hapa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa kufanya hilo tendo la kumtoa Isaka, ndo alihesabiwa haki. Kumbe na sisi, mimi na wewe, imani zetu lazima ziwe ambatane na matendo. Matendo yapi? Matendo mema, matendo mazuri. Ndio maana Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika mara baada ya tabu yao, maana matendo yao yanafuatana nayo. Matendo yao yanafuatana nao. Matendo yao yanafuatana nao. Ndio maana hapa katika nini hapa katika Ufunuo wa Yohana 8. Ufunuo wa Yohana anasema bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na hao waabuduo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto wa kiberiti, na hii ndiyo mauti ya pili. Hawajataja kwamba hao ambao hawavai mavazi ya kujistiri, ambao hawatumii kucha za bandia, nywele za bandia, ambao hawatumii AI, ambao hawafanyije, ambao hawashiki Sabato. Hapa hawajasema. Kumbe matendo ndo kila kitu. Matendo mema ndo kila kitu. Matendo mazuri ndo kila kitu. Hata mashetani wanapoenda kuua, wanapokunywa damu za watu, wanapoiba, wanapofanya uzinzi, nao wanafanya matendo, wanamtukuza Mungu wao Shetani. Kwa hiyo na sisi hatuna budi kufanya mema kila wakati, kuonesha matendo ya wema. Ndo hivyo. Basi nadhani kwa tafakari hiyo na kwa kufikirisha hivyo tuishie hapo siku ya leo. Neema ya Kristo ikawe pamoja na nyote. Amen.